Ni mimi ya kompyuta hapa. Mimi nataka niongee na vijana wa Kenya. Nataka niongee na vijana wa Kenya kuhusu kifo ya Bwana Ojwang na mahali uchunguzi umefika. Leo hii tumesikia mtu mmoja tu ameshikwa kwa hii kesi. Yule polisi alikuwa hapo Central Police Station ikisemekana Ojwang alipigwa. Mimi nataka niulize vijana wa Kenya. Mimi vijana, usikubali kutumiwa vibaya na wanasiasa. Hii kifo ya Ojwang inafaa ikuwe funzo kwetu. Wanasiasa wasikuje kuscause differences na sisi vijana. Tunaona trend ya wanasiasa kutumia vijana kuwachochea na kutusiana wao wenyewe kwa wenyewe. Wanasiasa wanapata wale wenye wako na wafuasi, watu masufuri, na wanatumia wale vijana kuenda kuchochea wanasiasa wenzao. Lakini mwisho yake wale vijana wanakuja kuolewa. Nataka niwapatie example. Hapa Jakaranda tuko na famous figures. Example, tuko na Nuru Kanga, tuko na Omosh Wanawa, tuko na Songa na the rest. Tumeona ile trend, wale wanaume wanatumiwa na wanasiasa sometimes kupiga opponents. Lakini mimi nataka niwaonye hasa wa vijana wa Kenya, chungeni sana na serikali na chungeni sana na hao wanasiasa. Hao watu watakuambia siri ya mwenzake. Mwanasiasa fulani mwenye ni adui yake kisiasa atakupatia information mingi sana kuhusu huyo mwanasiasa. Wewe utachukua jukwaa, juu uko na wafuasi, watu wanakutegemea juu ya maneno unatoa kila siku. Lakini chunga sana chenye utasema kwa hiyo media. Wale wanasiasa saa hii wenye walichochea hii maneno, kila mtu amenyamaza. Hatuoni mtu anagoza hata the deputy IG. Yes, amekuwa adversely mentioned. Kwa nini hatujaona hata rais akimweka kando, achukue mwingine aendeshe hiyo department kama saa hii bado anakabiliwa na kesi? Ojwang aliuliwa na mtu mwenye anamjua vizuri sana. Serikali wanajua ni nani waliua Ojwang. Mimi nataka kuongea na vijana. Pigeni siasa zenu ukiwa na agenda. If you want to change something, kuwa na agenda. Usitumiwe na mwanasiasa kutengeneza pesa kidogo, pesa 8 hizi yenye itakuja kuletea shida kwa maisha yako. Mimi nimeona vijana wakitusi, hata kina hao wenye nimekutajia hapo mbeleni, wamesaidiwa na wale wanasiasa. Unapata mwingine anakuja na tusi tena. Unatolewa mtoto kwa hospitali, unakuja unatusi tena yule mwenye alikusaidia. Unapewa pesa mingi, unaenda una misuse, tena unatumiwa na mwanasiasa kuja wale wanasiasa watakuja kutoa evidence saa ile wanapata shida. Saa ile kitu inaenda kuleta shida kwa kazi yake, atajiprotect na wewe ndio mtu wa kwanza ata-eliminate. Kwa nini hatuwezi ona ile tweet Ojwang aliweka kwa Twitter? Kwa nini hatuwezi ona ni nini hasa ilifanya wewe kijana olewa? Kijana wameteswa all the way from Homa Bay mpaka Nairobi. We are wrongly accusing the police in Central Police Station. Shida ya Ojwang ilianza kwa police station ya nyumbani. Wale watu ndio tunafaa tuwaulize ni nani alipeleka polisi kwa boma ya Babu Ojwang. Ni nani alitoa yule bodaboda alibeba polisi. Wale ndio watu wa kwanza tunafaa tujiulize kama vijana. Ni nani alitoa ile order jamaa tolewe all the way from Homa Bay mpaka Nairobi. Mimi kama Jacob nasema siasa zetu kama vijana, kama hatutaamka, hatutaona mbele tuseme tunataka siasa safi. Siasa yenye hatutumiwi na wanasiasa alafu wanakuja kutuua na kutumaliza. Sisi wenyewe hatutakuwa na future. Kama hatuwezi tengeneza party yenye iko na rally vijana wote pamoja, agenda yetu hata kama ni hii sisi kwa sisi tumeona imeanza kuonyesha dalili ya leadership. Tuchukue huyo tutafute Omosh, Omondi the comedian, tumwambie wewe umeonyesha leadership. Kana sisi kama patron tutengeneze party yenye iko na ideas za vijana, shida za vijana yenye inaumiza vijana kila siku. Tusikubali kutumiwa na wanasiasa kutengeneza pesa kidogo, mwisho wake wale wanasiasa wanakuja wanatumaliza. Hivi vijana mkuu very wise. Hao watu unaona saa hii kama Gachagua wanakuja kuweka ile chuki kati yenu na your leaders. Watu wenye wamewatoa mbali wanakuja kuambia sasa wao ndio solution.
Munafaa mkuwe very careful. Na waambia kama kijana mmoja wenu, juu nimeona mahali hii Kenya inaenda. Ukienda hivi tutalaumu kila kitu kwa rais, lakini hapa rais hayuko. Hapa rais hayuko kwa hii kifo ya Ojwang. Tusiblame bwana rais kwa makosa hayuko. Tunajua wale watu wenye walitoa amri ashikwe, tunajua wale polisi wenye walienda kwa boma yake, hatujaona wakiwa arrested. Hatujaona wale polisi wenye walibeba from all the way mpaka hapa. Tunasema nyinyi vijana, tukue wise, tutengeneze party yetu yenye iko na deals za vijana, yenye iko na integrity, yenye tutasimamishia maisha ya kila mtu, yenye itakuja kudefend the right of the oppressed, wale watu wako marginalized, wenye hawana kazi, wenye hawana matibabu mzuri. Ile party ya vijana, watu wenye wako na maono mzuri, au wanasiasa hakuna siku watakuja kutusaidia. Wanatumia vijana kutukana wao wenyewe kwa wenyewe, lakini shida ikitokea wakitaka evidence, ni vijana ndio hawana kitu, ndio wanatolewa uhai. Tuko na uchungu sana tukiona venye Ojwang alipigwa, tukiona ile wounds na yale madhara alipata kwa police cell. We call this a police force, a police service, yet they are a police force. They are still using force to kill our young men. You change the constitution to make this a police service. A police service should be to the service of the people. They should assist people to keep law and order, to maintain peace, not to kill innocent youth. I want to ask the President of the Republic of Kenya, Bwana William Samoei Ruto. Ulisema wakati President wa Finland alikuwa hapa nchini, ulisema abduction is now a thing of the past. Hakuna kijana atatekwa nyara. Wale watu wadogo kwa hii serikali yako, wale makomanda wanatumia nguvu vibaya. Ukiua generation kama hao, young families, jamaa kutumia mtoto mmoja, yeye mwenyewe ni mtoto mmoja tu kwa familia ya huyo mzee, na unakubali the young commanders wanatoa order, wanashikwa na wanakuja kuumizwa. Ni chuki sana na kati yenye vijana na hii generation ya wazee. Ni chuki tunapanda kati ya vijana na wale watu wanatuongoza. Mimi nataka niongee na vijana, tuchungeni sana na siasa zetu za pesa nane za kutumiwa na wanasiasa. Tuchungeni sana za siasa ya kutusi na bila pango kusema policies zenye itakuja kuchange. Sisi tunataka siasa ya kusoma shida ya Kenya. Hakujaona factories zenye walisema Ruto hajajenga zile factories za kutengeneza viatu, walisema atajenga Kajiado. Hajatengeneza ile fish processing plant yenye alisema atawekea watu wa Nyanza. Hatujaona maji ikitembea kwa yale watu wenye hawana maji. Hivi ndio siasa ya vijana tunafaa tukuje nayo. Hata kama ni sisi kwa sisi, tuchague hii ndio party tunaweza rally behind. Tutengeneze kuwa political party iko na ideologies. Hii ndio itakuja kutusaidia, sio mambo ya kupewa handout 4700,000 unapewa tena unakuja kupinga watu kwa sasa. Unapewa milioni moja baada unakuja kuanza kutusi watu. Change your life first, then utakuja kupata manufaa. Siasa zetu tunataka tukue na siasa safi. Nikiongea kidogo kwa Safaricom, hii ndio kampuni kubwa ya mtandao Kenya. Hii ndio kampuni kubwa yenye kuna subscribers wengi sana na network coverage kubwa sana. Mimi naomba management Safaricom, msiuze maisha ya vijana kwa fisa na dola za sheria. Msikubali kutoa information. Data Protection Act inasema vitu personal kama username, ID, telephone number. These are very personal documents that should not be shared at any cost with any relevant authority, whether politically, whether spiritually. These are very personal information. It has come to our attention that Safaricom shares customer data freely without the consent of the owners of this information. We are saying the youth of this country has been handed over to the police for mistreatment by Safaricom. The management of Safaricom, this is a warning. If you finish the youth of this country by giving their details to illegal people, accessing their data, personal data, it will bring an issue in this country. I want to urge the youth, the Gen Z who are tech savvy,
I want to tell you, think about coming up a solution that will counter Safaricom. We need our own communication medium. Airtel alone is not enough. We need a more youth-focused platform to rally behind Safaricom. Safaricom has enjoyed monopoly. He has infringed on the rights of every Kenyan by giving out private data to private companies and government parastatals. We are saying Safaricom has let people down, and they must stop by giving personal data of their customers to other relevant authorities. We want to tell Safaricom, we have given you enough interest, you made so much money through our accounts, but now the use of our personal data to come and tame the youth who are against bad leadership, to give the government this option. We are saying this is not right. We as the youth will come with another alternative platform to share our ideas. Safaricom, we will boycott. We will look for another way of how we can share information. Safaricom has been found is capable of sharing personal data of individuals who are critical of the government, who are critical of bad management, who are critical of bad leadership, who are critical of corruption. They are giving this to the police, and the police are arresting the young people and they are killing them. We must stop the killing of this young generation. We need to have a better future. The better future will only come when we criticize everything which is going wrong. Lazima tukubali mahali Kenya inaenda sio mahali pazuri. Vijana wasiuliwe venye wanauliwa sahi. Hii kifo ya Ojwang, nataka investigation ifanywe thoroughly. Ianze na Baby Pendo. Tuone wengine wote wenye waliuliwa hata huko Angata. Wote tunataka utoe ushahidi nani aliwaua. Hatutaki ujinga kuona watu wanauliwa juu tunajua saa hii mnataka kudivert attention ya vijana. Nataka niambie vijana wa Kenya, mjue attention yenu inakuwa diverted ili msichambue ile finance bill ya 2025-2026. Tunasema finance bill is around the corner. The budget was just read. Now we need to focus our minds on how we are going to look at the finance bill 2025-2026. This is why they are bringing diversionary tactics so that they kill one of us. The moment we are mourning, we will forget about the finance bill. The moment we are wailing, we will not look at what they have added in the finance bill. We are saying we will not lose our focus. We will not lose our focus. We are focused to prove. We are focused to examine the kind of the budget that was read by the minister yesterday. We told Mbadi the budget was as good as it could compared to the other one. This is a budget that has given education a better share, 700 billion. Congratulations, Mbadi. You did a good job. We need more in the health sector. We need more on the road infrastructure. We need more in the education sector. And we need more for the youth also to get jobs. Giving IDs to the students is not a solution. You need to secure jobs for these people. When they are coming out of college, tunataka hao vijana wapate kazi. Hatutaki kuwapatia ID yetu wakitoka shule hawana kazi ya kufanya. It is a good idea kupea watoto ID wakiwa shule. But let the government make ways of how these young men, once they are out of college, once they are out of school, they will get jobs. Let us create a conducive business environment where these young men can be entrepreneurs. They can start their own business and employ their fellow youths. This is the country and the youth leadership that we want. We don't want a leadership that is critical of the youth. A leadership who is curtailing the freedom of the youth. We are saying all those people who have been mentioned in the death of Ojwang, starting with Bwana Eliud Lagat, we need them to step aside. We need Bwana Eliud Lagat to step aside. We need the police officers in the Homa Bay police station where the police arrested this young man. We need the police officers in Central Police Station. We need all of them to be arrested and all of them must step aside. It's not about stepping aside. We need them to be arrested. We need them to be prosecuted in the court. Na tunataka tuone wakifungwa. Tunataka kuona justice kwa yule jamaa. The young family has left. We want the justice for that woman.
We want the justice for that young child. This is what we are saying to the youth. Stop being used by the politicians to kill your own dreams. Don't kill the dreams of their fellow youths. People like Sudi has been helping the youth, but the same youth are going around and abusing them. They are giving them projects to save their lives, but they cannot save their lives because the youth are not focused. Let us be a focused youth. Let us have a meaningful discussion in the politics. Don't accept to be used by the politician, but I want to warn you, if you allow yourself to be used, know that you are the evidence that will be dealt away when things are bad. You are the ones who will be killed when they want to erase the evidence. The politicians will not kill themselves. They will only kill you, the people they use to insult each other. You must focus. Let us find a party of our own with ideas of the youth and let us start our way. There is no solution which will come from this generation. Gachagua amekuwa hapo, ametuambia ni mtu wa shares. Kalonzo in 1985 he was a minister of education. Ni idea gani mpya analeta sasa? Ukiniambia Matiang'i misuse the youth. Bodies were found down in Ribayala. You want a young leadership below 50 years. Focus. If Ruto cannot go in 2027 home, we will come to power in 2032. But we must start with our party, youth-centered, with a slogan which will resonate with the people. Thank you and we want justice for Bwana Ojwang. Asante sana.